Bismillahirrahmanirrahim. Naam, taban ni usia pia aliyopewa Fatima Zahra inda abiha, yaani Mtume wetu Muhammad anamuhusia binti yake, na mimi nitapenda kuwahusia wakina mama na wakina baba wote, kwa sababu Fatima kwanza yeye ni mansur fi samaa wa fil ardi Fatima. Naam, taban limadha ya Fatima sio wanawake tu, kwa kwamba ikokuwa yeye alikuwa ni jinsia ya kike, la, bali hata wanamume, kwa sababu usia huu Mtume aliyempatia unawahusu wote wa jinsia aina mbili zote. Ukishikamana nao unafaulu katika hii dunia, na ukiachana nao unaanguka na unapotea. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anamwambia binti yake, anasema, ewe Fatima, usilale ila mpaka umekwenda hija kuhiji. Tusikilizane Waislamu. Mtume anamwambia, ewe Fatima, usilale mpaka wewe umekwenda hija kuhiji. Moja. Ya pili, usilale isipokuwa wewe umeombewa na manabii wote wa Mwenyezi Mungu. Usia wake watatu anamwambia, ewe binti yangu Fatima, usithubutu kulala isipokuwa umeridhiwa na waumini wote. Na taban tusikilize kwa makini majibu yake, lakini pia tuachana zile akhlaki za kijahilia. Laalla minkum, huenda mmoja wenu akauliza, ni vipi Fatima anaenda kuhiji na hali ya kuwa yuko ndani? Ni vipi Fatima ataridhiwa na mitume wote na hali ya kuwa wengine washapita? Na ni vipi Fatima ataridhiwa na waumini wote wa Kiislamu? Mtume akamfuata Fatima, akamuuliza baba yake kwa utulivu kabisa, ni vipi mimi nitakwenda Maka kuhiji kwenye nyumba ya Mwenyezi Mungu iliyo tukufu na hali ya kuwa na mimi niko nyumbani? Mbili, ni vipi waumini wa Kiislamu wote wataniridhia? Tatu, akamwambia, ni vipi mitume wote wa Mwenyezi Mungu wataniombea mimi? Na nne, alichomuhusia Mtume anamwambia, ewe binti yangu, usilale isipokuwa umesoma Qur'ani yote. Aliyakuwa tukulizana mimi na wewe, ni wangapi mwezi mzima umemaliza hiyo Qur'ani? Tunaweza kupata mmoja au wawili au tusipate kabisa. Sasa taban Mtume akamwambia binti yake, sikiliza, ni vipi utakwenda Maka kuhiji? Ni namna hii hapa. Akamwambia, ukasema subhanallah subhanallah la ilaha illa Allah Allahu akbar. Ujira wake wa haya maneno ni sawasawa na mtu aliyekwenda kuhiji Maka. Na mimi nawahusia kwamba kabla ya kulala kwenu ninyi, mama zangu, dada zangu, kaka zangu, mashehe wangu, ni lazima tuyasome maneno haya, kwa sababu tumemfanya Fatima ndiyo kiigizo chema katika maisha yetu. Muhammad ali Muhammad sallallahu na cha pili akamuuliza baba yake, ni vipi mitume wa Mwenyezi Mungu wote 124,000 wataniombea na hali ya kuwa wengine washakufa na uko wewe tu? Mtume akamjibu kasema, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa salli ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ajil farajahu sharif. Kwa kusema maneno haya, mitume wote wataweza kukuombea wewe Fatima. Na mimi nawahusia kwa jambo hili la pili, usilale bila kuleta uradi huu inshallah. Na jambo la tatu akasema, ewe baba yangu, ni vipi waumini wa Kiislamu wote wataniridhia? Akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi tayyibin at-tahirin, akamwambia, ewe binti yangu, usilale isipokuwa umeombea Waislamu wote maghfira, hasatan waumini. Kwa kufanya hivyo waumini wote waliotangulia
na waliopo duniani wote watakuwa wamekuridhia hiyo binti yangu. Na jambo lingine alilomwambia, ewe baba yangu, ni vipi nitaimaliza Qur'ani yote kwa usiku mmoja, na hali ya kuwa ni jambo ngumu sana. Akamwambia, ewe binti yangu, ikifika usiku soma suratul Ikhlas, yani qul huwallahu ahad. Ile sura ukisoma mara 3 ni kana kwamba mtu aliyemaliza mashafu kwa kuisoma. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kwa haya mambo manne nilikuwa napenda niwahusie na mshikamane nayo, kwa sababu mtume wetu Muhammad ndiyo kigezo. Kwa ndugu zangu Waislamu, maneno mazuri ni machache yenye kufaidika. Basi inshallah, wa hada, assalamu alaikum wa rahmatullah.